kumbe tabasamu feki. Sio rafiki, sio ndugu wala mpenzi. Sati, na maana uliniona mimi kama takataka tu. Mimi si mdhaifu. Moyo wangu unaumia sana. Nampenda kwa dhati, lakini ananidanganya. Mambo fresh kabisa, uko poa? Mwezi hapa nakwambia. Hivi nakuomba kwanza uje mara moja tuongee, maana siku sawa kabisa rafiki yangu. Basi sawa, fanya hivyo, mimi nakusubiri. Mama. Habari. Sasa saizi. Safi. Ndio. Kama salamu. Bwana mdogo huyu. Amerudi shule, amefika pale nyumbani pale. Ananiambia kuwa amerudisha kwa ajili ya ada. Kazi ya bodaboda hii inalipa, lakini huko Mama, bodaboda yenyewe naye ni hivyo hivyo, yani kienda kurudi nyendo kama unavyoona, narudi na 5,000 kikape, yani hela yenyewe ikizi, lakini ndajikuta nini? Basi ichanganye mwanzo kidogo mitaani huko. Ndio. Tafuta hata kazi zingine. Maana hata mimi kazi yenyewe hapa biashara hii ya watu, afu mshahara naye lipa ni kidogo. Pango ya nyumba. Yani biashara ni ngumu. Sababu wateja wenye shida. Hawafiki na biashara mwaka huu ngumu. Na ninachopewa na mimi kwa siku, yani nimejitahidi siku 7,000, 5,000. Sasa na nyumba ya kupanga na maisha ya nyumbani, kula nini na familia. Kwa vile mwanangu ujitahidi, mdogo wako aende shule. Basi mimi nitajitahidi. Nitajitahidi, nitapambana hivyo hivyo kwenye bodaboda, nitakuwa nawekeza na wakati zingine nitakuwa naangalia. Basi atarudi tu shuleni. Maisha ya mwaka huu magumu sana. Ni kweli. Bora miaka mingine, lakini maisha ya mwaka huu 2026 ni magumu. Ila shida. Ni kweli kabisa. Ila pambania hivyo hivyo. Sawa mama. Basi ngoja mimi nirudi kwanza. Haya. Moyo wangu. Safi rafiki yangu. Kwema lakini? Kwa kweli sio hata kueleza. Tatizo nini? Na matatizo kama yote shoga yangu. Hebu fanya unihadisie kidogo. Yaani mzee. Nina mimba. Sielewi cha kufanya hapa, nimechanganyikiwa, yani sielewi na mambo kibao hapa kichwani jamani. Sijui nafanya nini rafiki yangu, labda wewe nishauri. Cha kukushauri hapo rafiki yangu, hiyo mimba itunze, uenda wewe mtoto kutunza hapo mbele ya safari. Cha kufanya hapo wewe kwanza mshukuru Mungu kwa kupata mimba, kwa sababu kuna binti wengine wanaenda mpaka kwa waganga au wanaenda mpaka wapi wanatafuta mimba. Kama mimi binafsi mimi pia natafuta sana mimba, lakini wanasema sijui uzazi wangu umefanyaje. Ila cha kushukuru Mungu, wewe tulia, utunze mtoto wako, basi onda naye akakutunza kwa mbele ya safari. Lakini nini? Nimwambie nisimwambie? Mbona kama unawaza? Alafu shoga yangu, nazio kuna kitu zimeficha sijakwambia.
Kitu gani? Leo nisamehe tu. Shoga yangu, nina ukimwi. Ukimwi? Ndiyo, nina ukimwi mwezio. Kwa hiyo uliupata wapi ukimwi? Yaani hapo hata sielewi. Mimi najikuta tu nina ukimwi mwezio. Sielewi hata chochote. Sielewi nimeupata wapi. Sielewi kabisa. Ulikuwa na date na kila mwanaume au hiyo setting ndo ambaye kakupatia ukimwi? Hapo sijaelewa. Sijaelewa ukweli. Hata sielewi yani. Kazi mbona cheka? Mdogo wangu kawaida tu. Ndio nimekucheka huko. Kuna kitu tu nilikuwa nimekiwaza. Kwa ndo kinanifurahisha. Ila sio mbaya. Hapa nimepata yani kuna wazo nimeliwaza hapa. Kuhusu wewe kwenda shule. Hayo limaisha ndugu wangu. Yaani ukifanikiwa tu kaka nitashukuru. Yaani sio kama nikifanikiwa, sema umefanikiwa. Sawa, umefanikiwa. Yaani mimi wewe lazima ufanyeje? Uende shule. Napambana. Yaani kuna kitu nimekiwaza na ndio maana nimetabasamu kwa sababu kuna mchongo nimeuotea hapa. Kaka. Kwa hiyo sijali kuhusu wewe. Kama nikienda hiyo Jumatatu shule, maana Jumatano kuna mtihani, yani kama nikiwa sijaenda, lazima nitakuwa ninarudishwa darasa. Sio mbaya. Wewe Jumatatu utafanyaje? Utaenda shule. Mimi nitajitahidi. Nitafanya hivyo. Sawa kaka. Wala sijali. Sasa hapa tuende kwanza maskani kwanza. Naona sielewi. Ila tuende kwanza huko kwanza. Ili niangalie kwanza huu mchakato kwanza afu nafanyaje. Kumbe tabasamu feki. Karibu. Habari yako? Safi, habari. Salama. Za kuadinuka. Salama. Sawa, umenikuta kipenzi. Nipe story. Nipigiwa simu. Na nani tena? Na Pipi. Nilichoambiwa shoga yangu. Nini? Mbona kinyonge? Niliambiwa kuwa na mimba seti. Ila we mazoea. Kwa mimba hadi yani uichukulie kwa uzito hivyo. Hiyo mimba ya Pipi. Pata mimba shoga yangu. Nilichoambiwa kingine sasa, Pipi ana ukimwi. Ana ukimwi? Ndiyo, tena kampatia setting. Kama Pipi ana ukimwi, setting nao sitakuwa na. Mimi je? Shoga yangu. Werazia. Vipi, mbona mama tuko kwenye mudi? Unajua nini rafiki yangu? Tena hapa namwazia Pipi. Pipi ana mimba na ana ukimwi. Je, wewe mtoto wake atamwokoaje? Alafu kingine, kama Pipi ameathirika, sina setting naye kama ameathirika. Na vipi kwa kweli rafiki yangu mazoea? Utakuwa salama kweli? Maana yenyewe nimeambiwa kama ghafla. Kama setting ana ukimwi na mimi sijajua kama nao au la. Moyo wangu maisha yana mengi, usiamini kila tabasamu. Tabasamu feki, hilo tabasamu feki.
Inakuwa kama kawaida. Bayo bwe. Mimi nipo. Wewe dogo. Naam. Hapa cha kufanya hapa wewe fanya mazingira ya kutangulia kwanza. Alafu mimi nakukuta kule. Poa basi. Hamna noma. Haya. Dogo jichenge. Au vipi? Niambie. Hapa mimi mwanangu. Mimi ninachokiona hapa tukae kwanza sehemu kwanza ya kutulia kidogo. Hapo kuna mchongo nataka nikwambie, hapo nishauri mfanyaje. Oh, hapo na kuangalia tena tukakaa sehemu afu tuongee. Tukae mazingira haya pale. Hata hapa mwanangu. Tulie kwa hapa. Hata hapa mwanangu. Tulie hapa. Udongo wenyewe si wa kwetu. Ardhi ya baba ila mzee. Bwana nishafika nyumbani nilikiacha kimeiva huko nikaona ubuyu unanisumbua bwana nikaja nije nitulie hapa. Sio hivyo shoga yangu. Siku nyingine. Haya usiwaze. Mimi na siku sinajua tena mimi mvivu wa kutembea. Sawa. Haya. Nipangilie mzee. Wewe. Hapo kuna mchongo ambao ni mwaza. Unajua yule mdogo wangu yule? Yule dogo anadaiwa huko ada shuleni. Yule dogo gani ambaye tumetoka sana labda shuleni? Yule mdogo wangu yule. Sasa na kitu nimewaza. Unakumbuka ile siku tupapaya kijiweni ba? Ile siku ile. Kuna mdada mmoja nilimchukua kwenye bodaboda bana. Yule mdada fulani anampenda kuvaa shati kijani. Yule pale dada yule. Sasa mimi ninapomuona yule dada yule kama anamkwanja. Sasa mpa zipo pale. Pale zipo pale. Kwa jinsi urembo wake. Mimi nilivyomuona zakana zipo pale. Yule lazima awe nazo yule. Kwanza hata nguo zake alivaa. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka kwamba sasa mimi wazo wangu nikawaza kuwa nimfuate. Nikamtie swaga. Yaani umfuate umwambie kama yani hali yako halisi ya moyo wako. Unajua tena uhakika. Sasa nikishamuelekeza jambo hilo nadhani kama akishanikubali. Yeye sana hela. Mimi mdogo wangu mambo yake atafanya yatanyooka. Sawa. Sasa nabidi nifanye vitu kama hivi. Si unajua mjini hapa akili. Mjini. Kwa kama mkata namna gani fulani nini wa kumlagai una nata hapo. Sana. Kuhia yani nahisi hapo je atakubali kweli? Sasa mimi naona kwamba unajua bwana wanawake hao ni kumbe dhaifu. Kwa hiyo yani ukimkamatia pale pazuri mimi naweza kukubali. Na wewe alivyo na mapenzi amelilia sana mimi sinamfahamu yule. Kwa hiyo inawezekana akawa akakaa sawa. Kama nini bado ukiweza pale mimi namfahamu na mkwanja pale upo. Kwanza upo pale. Pale hela zipo. Mimi nachokitaka ni mkwanja sio yeye. Mimi uliona kwanza amekata ule mpige mapafumu ananukia mno. Sahihi. Sasa je, hiyo limeisha mzee. Sasa hapa mimi natembea. Natembea. Nilikuwa naenda hivi? Mimi natembea shuka zangu kwa bla zangu fulani bondeni hapo. Hamna noma mimi naingia mahomo hapo kwanza. Poa basi baadaye nitakucheki au baridi. Hamna noma. Bora. Yanafanya kutwa niumie, ikawa fundi ujenzi, kila nilipojenga ulibomoa. Ndo tuseme mapenzi na watu wake, ndo tuseme wangu hajazaliwa bado.